Yesu anakawia, kila mtu ataweza kuingia. Alitoka udongoni na atarudi udongoni. Ndio maana inatubidi kuweza kujitayarisha. Ndio maana inatubidi kuweza kuwa tayari. Na ndio maana magharibi ya leo tuna neno la jioni, unajitayarishaje? Unajitayarisha namna gani kwa ajili ya safari? Iwe safari ya kunyakuliwa, iwe safari ya kutoka hapa kudunia. Kuna wakati mmoja nilikuwa namsikia ndugu Branham. Alikuwa naongea inatubidi kutimiza haki yote. Ako nazungumuza jinsi mama yake aliweza kumwacha. Ilikuwa ni ujumbe ambayo ndugu Branham aliweza kuhubiri akiwa na huzuni sana. Ndio wakati ambapo alipata ujumbe, wanamwandikia barua seme ndugu Branham, wadokteri wametoka, inatubidi wamemwacha mama yako, uweze kumwombea kwa maana iko kukoma. Ndio baadaye ndugu Branham akacha kuhubiri, akaanza kumwombea. Mwisho alishaombea wagonjwa, alishahubiri ujumbe. Mwisho akasema, mama yangu ametuacha. Na kanisa likaanza lia. Na ye mwenyewe ndugu Branham akalia akiwa madhabahuni. Kama nabii aliweza kulia kwa machozi kwa sababu ya kuweza kumpoteza mama yake mzazi. Ni kwa sababu tunakuwa tunazaliwa, tunakomaa, na mwisho ya baada ya hii maisha, mwisho tunaenda mbinguni ama jehanamu. Ni jinsi unavyotumikia jambo moja hapa. Kama unatumikia Mungu, unatumikia uzima wa milele, unaelekea milele, unaelekea mbinguni, ama unaelekea mahali pa mapumziko, ama unaelekea uzima. Mungu atusaidie sana. Sasa swali ambalo tunaweza kujiuliza, unajitayarishaje kwa ajili ya safari yako? How are you preparing yourself for the journey? Katika kunyakuliwa huku, je, unajitayarisha namna gani? Kama unatoka katika mwili huu, je, unajitayarishaje baada ya kumaliza hii maisha haya? Kuna wakati tunakuwa tunazani, nitapanga project, nitaweza kufanya hiki, nitaweza kufanya. Unajitayarishaje kwa ajili ya safari yako? Kuna wakati leo inaweza kuwa ndio siku yako ya mwisho. Kesho inaweza kuwa ndio siku yako ya mwisho. Sasa leo ambapo tuko tunaongea, unajitayarisha kama jinsi Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi, siku zake ni za kidogo. Mungu atusaidie sana. Ndugu, tusomee tena. Tatusomea katika kitabu cha Mathayo. Read in the book of Matthew 26:41. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kesheni, muombe msije mkaingia majaribuni. Roho irazi lakini mwili ni dhaifu. Amen. Amen. Mungu akubariki. Tusomee tena katika kitabu cha Marko. Read again in the book of Mark. Marko 13. Mark 13. 35, 37. Jaribu kumove kidogo juu ya tusome dada Esther. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say to you, I say to you all, watch. Amen. Bwana tubariki. Tuwe tayari. We should be ready. Tuwe uangalifu. We should be watchful. Tumweke Mungu nafasi ya kwanza. We should put God at the first place. Hapa Biblia inasema, here the Bible is saying, kesheni basi, watch, kwa maana hamjui ajapo Bwana wa nyumba. For you do not know when the master of the house is coming. Kwamba ni jioni, whether it's night, au kwamba ni usiku, whether is usiku wa manane, in the night of au awikapo jimbi, or in the calling of the au asubuhi, or in the morning, asije akawasili ghafla, that he will not akawakuta mumelala. He will not find you. Na hilo ni waambialo ninyi, na waambia wote
kesheni. I'm telling her to watch. Mungu May atusaidie. God bless her, help us. Jambo lolote ambalo unalofanya, Everything that you do, kesha. watch. Uwe macho. Be watchful. Omba. Pray. Uwe tayari kwa ajili ya ujio wa Bwana. Na njoo jinsi bibi harusi anavyojitayarisha. That's how the bride gets herself. Tunajitayarisha kwa ajili ya safari yetu ya kuacha hii maisha haya ya hii maisha ya dhambi. This life. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa Mungu. We're supposed to be Tunapaswa kuanza kumkabidhi Mungu kila kitu cha maisha yetu. We're supposed to give God everything that is in our life. Mungu asaidie sana. Kila wote ambao wametutangulia walikuwa wanajitayarisha. Iwe ndugu Branham alijitayarisha. Iwe wa ndugu Neville walijitayarisha. Iwe wa ndugu wetu ambao wametangulia, ndugu Billy Paul amejitayarisha. Amejitayarisha kwa ajili ya safari. Na wakati safari ilipofika, ama wakati mwisho ya safari hapa dunia ilipofika, aliweza kuwa na mtu ambaye aliweza kumsubiria. Sasa na sisi muda wa sai tunajitayarishaje kwa ajili ya safari? Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anasema katika mahubiri ambayo inaitiwa njia ya Mungu iliyoandaliwa kwa ajili yetu. God's way that has been made for us. Anasema hivi katika ukurasa wa 91. At 91. Tuko pamoja? Are we together? Ndugu Branham anasema. Brother Branham is saying, msichana mdogo alikuwa akishuka barabarani siku moja. A little girl was going down that street one day. Naye akasema. And she said, hatimaye. Finally. Mmoja akasema. The one said, lo, haleluya. Oh, hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ndiyo kwanza ampokee Roho Mtakatifu. She just got the Holy Ghost. Kwa hiyo kulikuwa na maskini kafiri aliyeketi pembeni. So there was an old infirm. Akasema, ni kitu gani kina kufurahisha sana hivi msichana? What you so happy about young? Mungu atusaidie. Kulikuwa binti mmoja aliweza kujazwa na Roho Mtakatifu. That was filled with the Holy Spirit. Alikuwa na Biblia yake. She had her Bible. Akiwa na furaha. She was just happy. Akisema haleluya, haleluya. Akiwa anatembea barabara. Kisha kukakuwa mzee ambaye alikuwa pale pembeni na barabara. Na huyo mzee alikuwa ni mtu asiamini, mpagani. Kisha akamuuliza yule binti, aseme, unafurahi na kwa nini unafurahi? Ama kitu gani ambacho kinafanya wewe kufurahi? Kisha yule msichana akamjibia. Akasema, lo, Yesu ndiyo kwanza aniokoe na kunijaza na Roho Mtakatifu. Kasema, nina furaha sana. Mungu asaidie sana. Baadaye yule binti akamwambia yule mzee, aseme, hivi karibuni Yesu ameniokoa. Na isitoshe amenijaza na Roho Mtakatifu. Na ndio maana nina furaha sana. Mungu asaidie sana. Kisha yule mzee akaendelea kusema. Yule mzee akasema, angalia, nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Kisha ule mzee akamwambia, nini ambayo uko nayo mikononi mwako? Kisha yule binti akamwambia, kasema, Biblia yangu. Kila muamini anaendeka na Biblia yake. Msiweze kukamata mabiblia za masimu, bali nunueni Biblia. Tembeeni na Biblia. Katika gari zenu tembeeni na Biblia. Mahali ambapo ulipo, ukiwa na muda unaofungua Biblia yako unaisoma. Mungu asaidie sana. Sasa huyu binti wakati alianza kuulizwa, nini ambayo uko nayo mikononi? Kasema, nina Biblia. Biblia yangu. Kisha ule akasema, kasema, je, unaiamini hiyo? Ule mzee akamuuliza yule msichana, je, hiyo Biblia ambayo unayobeba, je, unaiamini? Kisha yule msichana akasema, hakika. Mungu atusaidie sana. Kisha ule mzee akamwambia, kasema, je, unaiamini yote? Hii Biblia tunapaswa kuamini yote. Kuanzia mwanzo hadi Ufunuo tunapaswa kuiamini yote. Kwa maana ni neno la
Mungu. Mungu anisaidie sana. Kisha baadaye ule binti akasema yote. Kisha akasema kasema, unaamini hadithi hiyo kuhusu Yona? Do you believe that story about Jonah? Ule mzee akamuuliza, unaamini hadithi hiyo kuhusu Yona? The story of Jonah? Kisha binti akamjibia, kasema, naam. Yes. Kasema, unaamini kwamba kweli samaki ama nyangumi huyo alimmeza huyo mtu? Do you believe that actually the whale has swallowed the man? Binti akasema, naam Bwana, ninaamini. Yes sir, I believe. Mungu atusaidie. Akaendelea kusema, kasema, she said, unathibitishaje jambo hilo kwa njia nyingine yoyote isipokuwa imani? How are you going to prove it any other ways besides faith? Kisha akasema, she said, akasema vema, nitakapofika mbinguni, she said, when I get nitamuuliza tu ndugu Yona. I'll just ask brother Jonah. Mungu asaidie sana. Kisha yule msaka akamwambia, and the infinite said, hii Biblia ambayo unabeba, this Bible that you are carrying, unaiamini yote? Do you believe it all? Kasema ndio naiamini. Yes, I believe it. Kisha ule msaka akamwambia, unaamini do you believe kwamba ule Yona, ile hadithi ya Yona kwamba aliweza kutupwa ndani ya bahari na kisha samaki kamumeza? Unaamini hiyo hadithi? Do you believe that story? She said, yes, I believe it. Kisha akaweza kumwambia, sasa unathibitishaje jambo hilo kwa njia nyingine yoyote isipokuwa imani? How are you going to prove it? Akasema nitakapofika mbinguni nitamuuliza tu ndugu Yona. Ask brother Jonah. Siku tutafika mbinguni tutamuuliza namna gani ile samaki iliwezaka kukumeza, na wakati ulipokuwa ndani ya ile samaki ulikuwa na temperature ya aina gani? Ulikuwa unapumua? Ulikuwa unajisikiaje? Ulikuwa na njaa? Ulikuwa unasikia uko namna gani? Tutamuuliza siku tutafika mbinguni. Mungu asaidie sana. Sasa baadaye yule binti akasema, siku tutafika mbinguni nitamuulizaka Yona. Na sisi leo siku utafika mbinguni utamuulizaka Yona. Mungu atusaidie. Kisha baadaye huyo kafiri akamwambia yule asiamini, akamwambia kasema, vipi kama ndugu Yona hayuko mbinguni? I said, what if brother Jonah is not in heaven? Akasema, she said, basi itakubidi umuulize wewe. Then you have to ask him. So baadaye yule asiamini akamwambia, sasa kama Yona haiko mbinguni, it is not in heaven. Vipi kama Yona hayuko mbinguni? Kisha akasema ndio. Kama haiko mbinguni, yani wewe sasa utamuuliza. Kama Yona iko jehanamu, utakutanana naye kule jehanamu. Mungu asaidie sana. Kisha yule binti akasema, basi itakubidi umuulize wewe. Haleluya. Nafasi moja tu iliyobaki kwake, hiyo ni kuzimu. Amen. Kama Yona haiko mbinguni, yeye anasema nitamkuta Yona mbinguni na kumuuliza kule mbinguni. Kasema kama ule kafiri akasema, kama iko mbinguni utafanyaje? Akasema, na wewe sasa utaenda kumuuliza wapi? Kwenye tena muulizia. Mungu atusaidie sana. Mimi ninaamini kwamba naenda mbinguni, nitamkuta Yona mbinguni, nitamuuliza Yona mbinguni. Lakini wewe unasema ya kwamba kama haiko mbinguni atakuwa wapi? Kwenye utaenda ndio utaenda muulizia kule. Lakini mimi naamini kwamba Yona iko mbinguni. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anasema nafasi moja tu iliyobaki kwake, hiyo ni kuzimu. Mungu atusaidie sana. Melkizedeki, yule mtawala mkuu na mfalme. Tunajitayarishaje? How are we preparing ourselves for the journey? Huyu binti, Melchizedek, the great prince and king. Huyu binti alikuwa anajitayarisha. This girl was getting herself ready. Alikuwa ngali binti. She was just still a girl. Ndugu Branham anasema alikuwa ngali msichana. She was still a girl. Hapa haikuonyesha kwamba alikuwa ameshaolewa. Here is not showing that she was married. Alikuwa ameshajazwa. But she was already filled with the Spirit of God. Akiwa na furaha. She was happy. Akiwa na Biblia yake. She was with her Bible. Akiwa anasema hallelujah. She was saying hallelujah. Akiwa anajitayarisha. She was getting herself. Lakini kuna wakati mtu anaanza kujiuliza sema mimi nitaishi vizuri wakati nitaolewa. Nitaweza kuishi vizuri na Kristo wakati nitapata Bwana. Nitakuwa
Mkristo mzuri wakati nimeshakuwa na umri kama ya mamake ya Esther. Nitakuwa Mkristo mzuri wakati nitakuwa na umri wa dada Binti. Nitakuwa Mkristo mzuri wakati nitakuwa na umri wa ndugu Bili. Nitakuwa Mkristo mzuri wakati nitahubiri. Kama Yesu anakuja leo, utaweza kwenda? Kama unakufa leo, je, utaweza kwenda? Kama kitu kibaya kinakupata leo, usipojitayarisha utakuwa wapi? Utakuwa mgeni wa nani? Ndio maana katika umri wote tunapaswa kujitayarisha, kwa maana tujui muda, saa, dakika, sekunde ambayo tutatoka katika hii. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham anaendelea kusema, Melkizedeki yule mtawala mkuu, Melchizedek the great prince and the king. Kuna wamoja, there's some wanakuwa Wakristo sana. They become really good Christian wakati hawajaolewa. When they are not married. Nasema kwa wadada. For the sisters. Wakati hawajaolewa. Before they are married. Unaweza muona iko mtaratibu. You will see she is very quiet. Akiwa mpole. They are very calm. Baada ya kuolewa, after she is married, anakuwa mpagani. She become unbeliever. Nasa jiuliza, you start asking yourself, kaule dada ambaye tulikuwa tunazoea, this God that we used to get used to, kaule dada ambaye tulikuwa tunashiriki, njoo huyu. The girl we used to worship together, is this her? Tunajitayarishaje? How we preparing ourselves? Kuna wengine, because these others, boys, wanaweza kukua wako watulivu sana. They will be very calm. Kila dada akiweza kumuona, every sister that sees him, wow, they say wow, nzuri sana, a very good flower, mtu mzuri sana, a very good person. Lakini wakati anapooa, but the moment he gets married, anabadilika. The brother changed. Unakutanisha mtu anabadilika completely. A brother changed completely. Ni ule friend ambaye nilizoea kujua. Is this the brother that I'm used to? Ni ule ndugu ambaye nilizoea kumuona huyu. Tunajitayarisha. How we said preparing ourselves ready. Kupata mume, to find a husband, kupata mke, to find a wife, kupata lisansi, to find a license, to get a graduation, to go to university. Haimaanishi aseme it does not mean that you have to go to get to a very good level for the good. Unaweza kuwa Mkristo hivi, unapata lisansi ama una graduate, unapata PhD, na baadaye ile PhD yako inakupoteza. Kuna wakati ambapo unaweza kukua unatulia hivi, unapata mwanaume na ule mwanaume anakupoteza, ama unapata bibi na bibi anakupoteza. Sio maana inatubidi kuweza kujitayarisha kwa ajili ya safari ya kwenda. Mungu atusaidie sana. Sisani ya kwamba eti kwa sababu nimetoka mwii hatua naingia mwingine hatua namaliza. Mpaka wenyewe wakiingia wanapata lisansi wanasema wanamaliza. Wakiweza kuolewa, wakiweza kuoa, nimeshaolewa, nimeshaoa, nimeshafanya hiki, nimeshapata hiki. Ile mambo mengine ninayatupa, ninayaacha. Unayaacha. Unajua kwamba kuna vitu viwili, aidha mauti, aidha kunyakuliwa. Hivyo vitu viwili vinapofika, usipojitayarisha, mwishowe hautakuwa na sababu. Aseme mimi sikusikia, aseme mimi sikuambiwa. Ulisikia, kufanya moyo wako mkuu. Mungu asaidie sana. God help us a lot. Ndugu Branham anasema, Brother Branham keeps saying, paragraph ya 79. 79 paragraph. Haya basi, there you are. Ni ahadi ya Mungu. It's God's promise. Ambayo that aliapa ataifanya. He swore he will do it. Haijalishi ni kiasi gani, no matter how much, kinachoinuka kujaribu kubuni au kuiga, rise us up to try to complete or impersonate. Ni vitu vingapi, how many things, vinavyoinuka kujaribu kuipinga, rise up to try to ama kuiangusha, or take it down, itaendelea mbele zaidi, to go and na go on, zaidi and go on, milele. forever. Kwa maana Mungu ameapa kwa nafsi yake kwamba ataitimiza. Amen. Kama Mungu aliahidia kitu, anakuwa anakitimiza. Haijalishi kwamba kunaweza kuwa watu ambao wanaosimama na kwenda kupinga, wanaosimama wanakuwa vipingamizi, lakini kila ambacho Mungu aliahidia kitasimama imara. Kama Mungu aliahidia kusanyiko hapa Syracuse, haijalishi wote wanaweza kurudia nyuma na mchungaji anarudia nyuma, lakini kusanyiko litabakia, litaendelea, kwa maana ni Mungu ambaye aliweza kupanga tangu kuwekwa
misingi ya dunia tu. Hapa Syracuse kusanyiko litapatikana. Watu wanaweza kushindwa, watu wanaweza kurudia nyuma, watu wanaweza kubadilika, watu wanaweza kufanya hiki na kile, lakini Mungu aliahidi na neno lake litadumu milele. Mungu asaidie sana. Ndugu Branham anaendelea kusema, kama nikishindwa kulihubiri au kuliaibisha, Mungu atamuinua mtu mwingine mahali pangu apate kuendelea nalo. Ndio maana siwezi kujikamba aseme ni mimi ndio mchungaji, ni mimi ndio mhubiri, mimi ndio mtu ambaye ninasimamia, aseme ninasimamia Syracuse mzima. Kama nisipokubali, nisiponiamini, Mungu anaweza kuinua mtu ambaye anaweza kukuja na kufanya kazi nzuri zaidi ya mimi. Mungu asaidie sana. Ndio maana usizane aseme ukiweza kutoka hapa aseme kusanyiko litavunjika. Ukiweza kutokuamini, kusanyiko litavunjika. Kutakuwa watu wengine ambao watasimama na kuweza kujitayarisha kwa ajili ya safari. Mungu asaidie sana. Ndugu Branham anasema nikishindwa kulihubiri na kuliaibisha, Mungu atamuinua mtu mwingine mahali pangu apate kuendelea nalo. Ukishindwa kuliamini, kutakuwa na mtu atakayeingia mahali pako kuliamini badala yako, kwa maana Mungu ameapa atafanya hivyo. Amen. Kama usipoamini, utakuwa mtu Mungu anaweza kuinua mtu mwenye ataweza kuinua badala yako. Ndio maana kazi ya Mungu haiko kidani. Kama mimi kuna wakati ensemble mimi siwezi kukua hapa, mimi nimerudia nyuma, mimi nimeshindwa, Mungu ataweza kuleta mtu mwenye ataweza kumtrain na atafanya kazi nzuri badala yangu. Ndio maana haitubidi kuweza kulia, haitubidi kuweza kubabaika, haitubidi kuweza kuhangaika. Mungu iko pale anafanya veye kwa ajili ya watoto wake. Ndio maana hakuna kitu cha kujigamba. Ndio maana nakuwa nafanza kanisa ile liweze kuendelea. Mimi ndio ninakuwa. Biblia nasema usipoamini, Mungu anaweza kuinua ile majiwe anaifanya kwa watoto wa Ibrahimu. Kama unakataa kuamini neno, Mungu anaweza kuinua ile majiwe anaifanya kwa watoto wa Ibrahimu. Sasa ndio maana hakuna kitu cha kujigamba, hakuna kitu cha kusema niko special. Tunajitayarishaje? Ule mtoto asitoke tena nje akienda ndugu anaendelea kusema, ukishindwa kuliamini, kutakuwa na mtu mwingine atakayeingia mahali pako kuliamini badala yako, kwa maana Mungu ameapa atafanya hivyo. Ni faraja iliyoje! Hilo linatupa amen. Ni faraja ya namna gani? Tazama jinsi wakati tulipitia katika vipindi vigumu. Look at the time we used to go to a hardship. Tunasema je, ensemble itapatikana hapa? This church, tunaona kabisa shetani amevuruga kweli. Tunasema kweli kabisa ensemble itaweza kupatikana hapa. Kila familia iko kwao, kila mtu iko kwao, everybody's at their house. Hakuna kitu ambacho kiko organize. There's nothing that is organized. Mungu ametubariki. Tumeshakuwa na ensemble ambayo kila kitu kinajiwa, kila kitu kiko sawa. Kwa sababu tangu zamani Mungu alijua ya kwamba hapa Syracuse itakuwa sawa. Mungu asaidie sana. Akajua ya kwamba hawa wadugu wataweza kuungana nafasi moja, hawa wadada wataweza kuwa nafasi moja na kwenda kujitayarisha kwa ajili ya ujio wangu wa pili katika mji wa Syracuse. Na hawa watakuwa mashahidi wangu, hawa watakuwa wateule wangu. Watu kule nje hawatasema kama nani message haikuweza kukua hapa Syracuse. Wanajua kama assembly iko hapa, wanajua kama wenye kuamini ujumbe wako hapa, wakatae, lakini walishajua. Mungu asaidie sana. Hata huko
yuta sole siri, watu wakatae ujumbe, lakini wanajua assembly iko pale. Iwe Iowa, iwe Illinois, iwe kila sehemu, assembly ziko pale. Watu watasema mimi sikutaka kujua, mimi sikujua kama Branham yuko ambaye ni nabii wa mwisho. Ndio maana assembly ziko na watumishi wa Mungu wapo kila sehemu, kila taifa chini ya mbingu. Ujumbe imeenda na fika. Hata huko Russia ujumbe upo, katika nchi za Waarabu ujumbe upo, isipokuwa Israeli pekee, lakini katika taifa zote za mbingu ujumbe umefika. Why? Ni kwa sababu ya kutayarisha bibi harusi kwa ajili ya safari. Siku ya hukumu watu hawatatoa udhuru, hatukusikia ama hatukuweza kuona ujumbe ambayo natufikia. Hawa ndugu exorcise wako nasoma na wazungu, na wale wazungu anaweza kuwashuhudia ama siwashuhudie, lakini maisha ambayo anayoishi siku ya hukumu exorcise atasimama mbali. Na hawa watu wasemao hatumjui Yesu, Yesu ni alikuwa ni mtu tu, lakini exorcise atasimama kama shahidi na kusema, je, hamkuweza kumwangalia mtoto wangu? Mlisomaka naye, hamkuweza kumwangalia? Angalia jinsi alivyoishi, angalia jinsi alikuwa anakimbia sana. Kwa nini hukumuuliza? Hakumwonaka dada Neema, hakuweza yule kuona yule dada. Kwa nini hukumuuliza? Tuko mashahidi. We are the, and before the judgment we're going to sit on that king, that throne. People are going to be, Sister Esther. Yes, I saw her. We used to go to the same school with her. I did not ask her what kind of Christ does she follow. There was a day she told me the story, but I refused it. Look at now, I am going to hell, and over there there's no be sorry, there will be forgiveness. That's what the Bible is saying. God is going to separate the sheep and the goats. The sheep, they're going to go on the right hand, and the sheep and the cow, goats, they're going to go on the right hand, the left hand. They say go to hell, go to hell. Because you knew, but you did not do the job. But for the children of God, that's they even try with, they help us with a cup of water. That's what those that help us with something, God is going to forgive them. Because Brother Branham says something that is going to Sasa tunasema Mungu tumempenda ndugu Branham. We say we love Brother Branham. Kisha tunasema acha tujifariji. Oh, let's just give ourselves since we believe Brother Branham, we're going to get lost. Wengi ambao walimtumikia ndugu Branham. There's a lot of people that serve Brother Branham. Walimpinga ndugu Branham. Na leo wako kuzimu. And today they are in hell. Sasa nasema ninamkubali Branham. Don't say because I believe Brother Branham. A lot. 2 million people waliweza kuamini Musa. They believe Moses. Waliweza kuona nguzo ya moto. They saw the fire of fire. Waliweza kuona mjumbe. They saw the waliweza kusomewa kitabu. They wrote the word, amri 10. the 10 commandments. Mungu anaandika amri 10. Waliona mkono wa Mungu. They saw the hands of God, but they went to they was lost in hell. Situko tunaona situko tunasikia mjumbe, situko tunaona miujiza, lakini kama tunakataa, kama tujitayarishi, tutaweza kurudilia katika ile kosa ambayo wale watu walikosea katika wakati wa safari during the time to go to the promising land. Mungu aturehemu sana. May God forgive us. But Abraham keeps saying, njia Mungu iliyoandaliwa kwa ajili yetu. God's way providing made. God's way that has been provided made for us. Ndugu Branham anasema, Abraham keeps saying, tuko pamoja. Are we together? Tunajitayarishaje? How are we preparing ourselves kwa ajili ya safari, for the journey? Ndugu dada, sisters and brothers, najua Mungu ametubariki. I know that God blessed us.
Usizani aseme kwa sababu nimebatiziwa. Don't say because I was baptized. Njo the last step. That's the last. Don't mara ya mwisho. Unasema jinsi nimeweza kusegelea meza. I did the Lord. This is the last step. The Lord super wash. This is the last step. Tungali na mapambano. We still have fights. Tungali na vita. We still have wars. Kuweza kufanya. To fight. Mungu atusaidie sana. God help us. Kuna wengi sana ambao wamebatizwa. There's a lot that they were baptized. Kuna wengi sana ambao wameweza kusogelea meza. They do the super. Lakini wameanguka. But they were lost. Ambao waliweza kurudia nyuma. They went back. Anania na Safira. Anania and Sapphira waliweza kujazwa, waliweza kuona utukufu, walijazwa roho. They were filled with the Holy Ghost. Lakini wakaanguka, wakasema uongo. They said no, they lied. Mungu atusaidie sana. Na ndio maana inatubidi kukuwa uangalifu sana. That's why we should be careful kwa ajili ya safari. Na ndugu Branham anasema usiigize. Do not learn. Usiweze kuigiza. Do not learn. Usiweze kuimitate. Do not imitate. Usiweze kuigiza. Do not imitate those other people. Sema kisi dada anakuwa kanatembea hivi. Oh, because this sister does this, we're gonna do this. You is you, na yule and her yule is her. Mungu asaidie sana. Dada fulani alifanya hivi. Oh, sister, this is doing this. Let me do this. Wale Warundi wanasema the Burundi said. Usiangalie sema kwa sababu huyu. Don't say because this they did this na mimi nifanye. And I'm going to do that. Wewe ni wewe. You are you. Na utahukumiwa wewe. And you're going to be judged you individual. Mungu asaidie sana. God help us a lot. Ndugu Branham anasema. But Branham keeps saying. Ukikataa njia ya Mungu. If you reject God's way. Huna budi kwenda kuzimu. You've got to go to hell. Ukikataa njia ya Mungu. If you refuse the way of God. Huna budi kwenda kuzimuni. You've got to go to hell. Huna budi kwenda. You have to. Ndio. Yes. Njia nyingine ya pekee. Is the only other way. Kwa hivyo, so, uko kwenye njia moja au nyingine. Amina. Vema. Amen. Kuna kwa njia mbili. There's only two ways. Njia ya uzima. The way of life. Na njia ya mauti. And the way of hell. Kama unakataa njia ya Mungu. If you refuse God's way. Utaingia katika njia ya kuzimu. You're gonna go to the hell. Kama unakataa njia ya kuzimu. If you refuse the hell. Utakuwa kwenye njia. You're gonna be in the way of heaven. Inatubidi kuweza kujitayarisha. That's why we should get ourselves ready. Tuwe tunajiuliza. We should always ask ourselves. Asubuhi, in the morning, mchana, in the evening. Je, niko kwenye njia am I in the way ya uzima of heaven? Je, kama Yesu anakuja, if God comes, je, nitaweza kunyakuliwa? Will I be raptured? Kama nikiweza kukuwa na timiza gari na baadaye gari inanipiga and the car beats me and I die, je, niko kwenye njia am I in the road ya uzima of heaven? Ama kama ninakufa, or if I die, nitaenda jehanamu, I'm gonna go to hell. Uwe najiuliza maswali. You should always ask yourself those questions. Kila Mkristo anakuwa anajiuliza. Every Christian they ask themselves. Ndio, niko mgonjwa. Yes, I'm sick. Kama leo, if today my breath comes out, je, nitaenda mbinguni? Will I go to heaven? Ama je, kama leo, or if today my breath comes out, will I go to hell? Nitaenda kuzimu? Will I go to hell? Mungu atusaidie sana. May God help us a lot. Ndugu Branham anatuonya, he's warning us. Njia ya Mungu, but if you refuse God's provided way, kwenda kuzimuni. You are worthy to go to hell. You are kwenda. worthy to go to hell. Ndio njia nyingine. That's the only other way that is. Kwa hivyo uko kwenye njia moja, you only have the one way au nyingine, or the other way. Hakuna mtu mwenye anaweza kutembea katika njia mbili. There's nobody that could walk two ways at the same time. Unaona, wakati uko unaenda Buffalo, you know, when you're going to Buffalo, kuna kwa njia mbili. There's two roads. Moja inakuwa naenda Albany. One is going to Albany. Na ingine inaenda nani Buffalo. The other one is going to Buffalo. Moja inaenda ku east. The other one is going to east. Inaenda ku west. And the other one is going to west. Na zote zinakuwa zinakutanana. Inakuwa ni njia moja. Ukiweza kutokea hapa kwangu, inakuwa ni njia moja ambayo inafika ku njia mbili. Sasa mwizo njia mbili, huwezi kuwa mtu ambaye uko mashuhuri sana,
mtu ambaye unasema niko na akili sana, I am very smart, baadaye upitie njia and mbili. take when to go to two ways, it can be possible. Kama usipopitia mu If exit you won't go to this ya kwenda exit Buffalo, to go to Buffalo, upitia mu exit you're going to take the exit to go to Albany. Unaenda Albany, You're going to huwezi Albany. sema sema niko naenda You won't say Buffalo. I'm going to Buffalo. Ukienda Albany, If you're going to utaenda Albany, you're going to go to Ukienda Albany. Buffalo, If you go to utaenda Buffalo, you're going to go to Ukikuwa Buffalo. na uzima wa milele, If you have the eternal unaenda life, katika you're going uzima to wa go to milele. eternal life. Ukikuwa na If mauti you ama have, kuzimu, hell, utaenda katika you're njia going to go ya kuzimu. hell. Njia ya kuzimu, The way of hell, wakati unapopinga neno. when you Njia ya kuzimu, when you don't believe wakati the word, usipoamini when you neno. do not believe Njia the ya word. kuzimu, The way of wakati hell unapotilia is mashaka when neno you la have- Mungu. you don't Njia ya believe. kuzimu, The way of wakati hell unapotembea katika is when njia you're ambazo walking in the zinazomchukiza ways that Mungu. God Mungu anakuwa make anakuambia that man. hii njia ambayo uko God is telling you naendea, this way that you're hii going, mambo sister. yenyewe uko nafanya, Those things maneno that haya ambayo uko those words that nazungumza, you're talking, picha hizi ambazo uko picture that you're naangalia, looking, filamu hizi ambazo uko naangalia, masemi haya ambayo uko nasema, umbea ambao uko naendea, uongo ambao uko nafanya, Mungu anakuwa anakuona. lies that you're doing, God is saying, Nitatengeneza. oh, I'm going to Nitatengeneza. I'm going to Nitatengeneza. confess. I'm going to confess. Zambi Sin sio power bank. is not like a power bank. Haiko power ya sin. Haiko It's not a power haiko of fasi ya sin. kuhifadhi. It's not Mtu something haiko that you should- mtu wa kuhifadhi you should zambi. not- you Kwa should maana not- zambi ni You mauti. should not support Biblia sin inasema because mshahara wa hell, zambi because that- ni mauti. that- Lakini neno la Mungu linakushauria, The word of God is telling you, nitatengeneza. oh, I'm going to go Siku to confess. nitafika kukitanda ya When I get to mauti. my Tasema, sleeping bed, Papa njoo hapa. I siku say, oh, moja sister, niliwezaka my kuiba father, come pesa. here. There's a time I Mama used to njoo steal. hapa. Mother, Kuna come wakati here. mmoja There's a uliwezaka time kuacha you used mboga, to live, lakini zile mboga you used to leave nikazikula, food and then- ukakuya and I kuuliza eat sema it, and you ask, hizi mboga si zilikuwa za this food, baba, they were zilikuwa za yours for- baba yours for your yako, father. lakini mimi ndio mwenyewe nikakata, I nikaweza, was the one that nilizikula, I eat it, lakini nikaweza, and again- nikaweza and kuficha. again I hide it. Utasema sema You won't mama, say, mother, unisame, kuna forgive siku me, there was moja a time niliwezaka kukula I mboga used za to give papa, the food ile of wakati father. uliuliza The time you asked, nikaweza I kusema said, uongo. no, I lied. Kuna siku There will be a day hautapata ile pumzi you won't get the strength, ama ile nafasi ya the kuweza breath kutubia. to Ndio confess. maana Biblia inasema That's what the Bible is saying. mtafuteni Bwana Find God maadamu while anapopatikana. the human still alive. Mtu mwovu The aache njia sinners, zake, let them live their ways. mtakatifu Let azidi the kujitakasa. holy keep Tunajitakasa carrying namna themselves gani? ready. Tunakuwa tunaendelea How do we get katika njia ya ourselves ready? utakatifu We namna go to gani? the Wakati cleansing mtu way. amekosea, Is when somebody unakuwa sins, mwepesi you are very easy kuanguka to na fail kusema and Mungu, say, Lord, kweli really I nimekosea. have Naomba msamaha. I have sinned. I'm asking Kama for umekosea forgiveness. ndugu, If you sin umekosea dada, toward your sister, usiwe na brother, kinyongo. do not have that Usiwe na thing kinyongo kwa inside ajili ya of ndugu you yako. for your brother. Usiwe na kinyongo Do not have kwa that ajili ya inside of dada you yako. for your sister. Uweze kumpenda ndugu yako, Love your uweze kumpenda dada yako. you love your sister and Haijalishi ameweza brothers. kufanya It does jambo not matter what they did. ambalo liliweza That kukuchukiza, made you mad. umupende tu. Love them. Mungu awabariki. May God help Na you. Mungu God abariki bless neno you. lake. May He bless His Katika word. jina la Yesu In the name of Kristo. Jesus Christ. Amen. Amen.